Watu wanasema kuwa mimi ni nani? Wengine wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji, kwa wewe ni Elia, na wengine wanasema kuwa wewe ni mmoja wa manabii wa kale ambaye amefufuka. Na ninyi je? Mnasema mimi ni nani? Wewe ndiye Masihi wa Mungu. Msimwambie mtu yeyote habari hii. Zima mwana wa Adamu apate mateso mengi na kukataliwa. Atauawa, lakini siku ya tatu atafufuka. Each night repeats it to the next. Je, kuna yeyote kati yenu atakayenifuata? Bwana, mimi nitakufuata. Lakini kwanza uniruhusu kayage jamii yangu. Yeyote anayeshika jembe tayari kulima na huku anaangalia nyuma hafai katika ufalme wa Mungu. Mtu yeyote anayetaka kuwa mfuasi wangu ni lazima kwanza ajikane nafsi yake, au chukue msalaba wake kila siku anifuate. Maana mtu anayetaka kuyaokoa maisha yake mwenyewe atayapoteza, bali aliye tayari kuyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayaokoa. Yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Mtu akinionea aibu mimi na maneno yangu, wakati mwana Adamu atakapokuja katika utukufu wake na wa Baba na wa malaika watakatifu, atamwonea aibu mtu huyo. Na waambieni, hakika kuna wengine waliopo hapa ambao hawatakufa kabla ya kuuona ufalme wa Mungu. Baadaye Yesu akawachukua Yohana, Yakobo na Petro, akaenda nao mlimani kusali. Na wakati alipokuwa akisali, sura yake ilibadilika na mavazi yake yakawa meupe yenye kung'aa. Na mara manabii wa zamani wawili wakaonekana wakizungumza naye. Nao ni Musa na Elia, waliojitokeza katika utukufu wa mbinguni, wakawa wanazungumza naye juu ya kifo chake kilichokuwa ondoleo la dhambi za wanadamu. Hiki kingetokea Yerusalemu. Walipokuwa wanaondoka, Petro alimwambia Yesu, Bwana, ni vizuri kwamba tuko hapa, basi tujenge vibanda vitatu. Kimoja chako, kimoja cha Musa na kingine cha Elia. Hao wanafunzi waliogopa sana. Kisha sauti ikasikika kutoka katika lile wingu ikisema, huyu ndiye mwanangu niliyemchagua, msikilizeni. Mwalimu, ninakusihi mwangalie mwanangu. Tafadhali, nakuomba umsaidie. Yeye ni mwanangu wa pekee.
Niliwaomba wanafunzi wako wamkemee pepo huyu, lakini hawakuweza. Enyi kizazi kisicho na imani na kilichopotoka, nitakaa nanyi na kuvumilia mpaka lini? Mlete mtoto wako hapa. Mmoja wa wanafunzi wa Yesu alimwambia, "Utufundishe kusali kama Yohana alivyowafundisha wanafunzi wake." Mnaposali semeni, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe daima chakula chetu cha kila siku. Utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa sisi nasi tunawasamehe wote waliotukosea. Na usitutie majaribuni, lakini tuokoe na yule mwovu. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa kuwa yeyote aombaye hupewa, atafutaye hupata, na abishaye hufunguliwa. Ni yupi kati yenu aliye baba ambaye atampa mwanawe nyoka akimwomba samaki? Ama nge akimwomba yai? Hata ninyi ingawa ni waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri. Je, Baba yenu wa mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu wale wanaomwomba? Nawaambieni, msiwe na wasiwasi juu ya chakula mnachohitaji kwa kuishi, wala juu ya nguo mnazohitaji kwa ajili ya miili yenu, kwa sababu uzima ni bora kuliko chakula na mwili ni bora kuliko mavazi. Fikirieni kwa mfano kunguru, hawapandi, hawavuni, wala hawana ghala yoyote. Hata hivyo Mungu huwalisha. Si ninyi ni bora zaidi kuliko ndege? Ni nani kati yenu anaweza kuongeza urefu wa maisha yake kwa kujihangaisha? Basi kama hamwezi kufanya jambo dogo kama hilo, kwa nini muwe na wasiwasi juu ya yale mengine? Angalieni maua jinsi yanavyomea, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Hata hivyo nawaambieni kwamba Solomoni mwenyewe na fahari zake zote hakupata kuvikwa vizuri kama mojawapo wa maua haya. Kama Mungu hulivika vizuri jani la shambani ambalo leo liko na kesho la tupwa motoni, je, hata wafanyia ninyi zaidi, enyi watu wa imani haba? Ongeza imani yetu. Kama imani yenu ingekuwa ndogo hata kama chembe ndogo ya haradali, mngeweza kuuambia mti huu wa mforosadi, ng'oka na ukajitose baharini, nao ungalitii.
Majaribio yanayosababisha dhambi bila shaka yatawajieni, lakini ole wake mtu yule atakayeyaleta. Ingekuwa afadhali kwake kufungiwa shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa baharini kuliko yeye kumkwaza mmoja wa wadogo hao. Ufalme wa Mungu ukoje? Uko hivi: mtu alichukua mbegu ya haradali na kuipanda shambani mwake, ikachipuka na kukua hata ikawa mti. Ndege wakaja na kujenga viota vyao katika matawi yake. Sifahamu vema nazungumzia nini. Kwa nini unakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Wenye afya hawahitaji daktari, ila wale walio wagonjwa. Sikuja kuwaita watu wema wapate kutubu, bali wenye dhambi. Tueleze tena juu ya ufalme. Tunayo mengine zaidi. Msiogope enyi kundi dogo, kwa kuwa baba yenu ameona vema kuwapeni huo ufalme. Uzeni mali zenu zote mkawape pesa maskini. Jifanyieni mifuko isiyochakaa na jiwekeeni hazina mbinguni ambako haitapungua, kwa kuwa huko wezi hawakaribii wala nondo hawaiharibu. Kwa kuwa pale hazina yako ilipo, ndipo pia moyo wako utakapokuwa. Mama, umeponywa ugonjwa wako. Tazama, amepona. Ni muujiza. Muujiza, tazama amepona. Asifiwe Bwana. Miaka 18. Mungu akuweke salama mwalimu. Kuna siku 6 za kufanya kazi. Basi fikeni siku hizo mkaponywe magonjwa yenu, lakini si siku ya Sabato. Enyi wanafiki, kuna yeyote kati yenu ambaye hangemfungua ng'ombe wake au punda wake kutoka zizini ampeleke kunywa maji siku ya Sabato? Sasa hapa yupo binti wa Abraham ambaye shetani alimfanya kilema kwa muda wa miaka 18. Je, haikuwa vizuri kumfungua hata siku ya Sabato? Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kupokea uzima wa milele? Mbona mnaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila Mungu peke yake. Je, unazijua amri? Usizini, usiue, usishuhudie uongo, waheshimu baba na mama yako. Mambo hayo yote mimi niliyatimiza tangu nilipokuwa mtoto. Ya kupasa bado ufanye kitu kimoja: uza kila ulicho nacho, kisha wagaie maskini pesa hizo, na hivyo utakuwa na hazina yako mbinguni. Halafu njoo unifuate. Lakini sisi ni wafanyabiashara matajiri. Jinsi gani ilivyo vigumu kwa matajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Naam, ni rahisi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Ni nani basi ataweza kuokolewa? Yasiyowezekana kwa binadamu yanawezekana kwa Mungu. Hasa yatafanyika wapi haya? Katika ufalme wa Mungu? Ufalme wa Mungu hautakuja kwa namna itakayoweza kuonekana, wala hakuna atakayesema tazama ndio ule ama ndio huu hapa, kwa sababu ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Siku zinakuja ambapo mtatamani kuona mojawapo ya siku za mwana wa Adamu, lakini hamtaiona. Kama umeme unavyotokea kwa ghafla na kuangaza anga kutoka upande mmoja hadi mwingine, ndivyo mwana wa Mungu atakavyokuwa katika siku yake. Lakini kwanza lazima ateseke sana na akataliwe na watu wa siku hizi.
Ni rahisi zaidi mbingu na dunia kupita kuliko hata herufi moja ya sheria ya Mungu kufutwa. Hakika nawaambieni, manabii na wafalme wengi walitamani kuona yale mnayoyaona, lakini hawakuyaona, na kusikia yale mnayoyasikia, lakini hawakuyasikia. Tufanye nini? Imeandikwa nini katika sheria? Unaifafanua vipi? Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote. Na umpende mwenzako kama unavyojipenda wewe mwenyewe. Sawa, fanya hivyo nawe utaishi. Na mwenzangu ni nani? Mtu mmoja alikuwa anashuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko. Alipokuwa njiani alivamiwa na majambazi ambao walimnyang'anya mali yake na kumpiga, wakamwacha amelala pale nusu mfu. Kwa bahati kuhani mmoja akawa anashuka barabara ile ile, alipomwona akapita kando. Hali kadhalika mtumishi mmoja wa kanisa alipofika mahala pale na kumwona, alipita kando. Lakini Msamaria mmoja aliyekuwa anasafiri alipofika hapo, alimwona akamwonea huruma. Akamwendea, akayatia majeraha yake mafuta na divai, akayafunga. Halafu akampandisha juu ya punda wake, akampeleka katika nyumba moja ya wageni, akamuuguza. Kesho yake akatoa vipande viwili vya fedha, akampa yule mwenye nyumba, akamwomba amuuguze mtu huyo. Akamwambia, chochote utakachotumia zaidi nitakulipa nitakaporudi. Kati ya hao watatu waliohusika ni yupi aliyefanya kama mwenzi wa yule aliyevamiwa na wezi? Ni yule aliyemwonea huruma. Nawe nenda ukafanye vivyo hivyo. Waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, maana ufalme wa Mungu ni wa watu kama wao. Hakika nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Mtu yeyote anayemkaribisha mtoto mdogo kwa jina langu ananikaribisha mimi, na yeyote anayenikaribisha mimi anamkaribisha yule aliyenituma. Maana yule aliye mdogo kuliko wote kati yenu ndiye aliye mkubwa kuliko wote. Kunatokea nini? Yesu wa Nazareti anapita hapa. Yesu! 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 Nionee huruma. Unataka nikufanyie nini? Nipate kuona tena. Basi ona, imani yako imekuponya. Ninaona. Ninaona. Yesu alipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, watu wengi walimngojea kila pahali. Watu hawa walimuomba awaonyeshe njia ya wokovu na awafunze mengi zaidi kuhusu ufalme wa Mungu. Watu hawa walikuwa wameanza kumkubali kuwa kama Bwana na Mwokozi wao. Mjini Yeriko kulikuwa na mtoza ushuru mmoja jina lake Zakayo. Alikuwa mtu mfupi, na kwa vile alikuwa na hamu sana ya kumwona Yesu, alipanda juu ya mti ili aweze kumwona. Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nifike nyumbani mwako. Nyumbani mwangu?
Oh, yes, it is. Yes, excellent. Been good. Hebu sikizeni, nitawapa maskini nusu ya mali yangu, na kama nimemdanganya mtu yeyote kitu, nitamrudishia kiasi hicho mara 4. Siamini hata kidogo. Mtoza ushuru kumrudishia mtu kodi yake? Haiwezekani. Leo wokovu umefika katika nyumba hii. Mwanadamu amekuja kutafuta na kuokoa waliopotea. Sikilizeni. Tunakwenda Yerusalemu, na huko kila kitu kilichoandikwa na manabii kuhusu mwanadamu kitakamilika. Atatolewa kwa makafiri. Hao watamtendea vibaya na kumtemea mate. Watampiga viboko. Watamuua. Lakini siku ya 3 atafufuka. Hata ingawa Yesu alijua atauawa kwa sababu ya dhambi za binadamu, alishika njia kuelekea Yerusalemu. Watu wengi walishangilia kuja kwake na wakamkiri kuwa mfalme wao. Lakini baadhi ya viongozi wa dini waliokuwako katika lile kundi la watu walimkaripia Yesu wakisema, Mwalimu, wanyamazishe wanafunzi wako. Na waambieni, kama hawa wangenyamaza, hakika hayo mawe yangepaaza sauti. Yesu aliukaribia mji wa Yerusalemu, na alipouona aliulilia, Laiti kama ungalijua leo yale yaletayo amani. Lakini sasa yamefichika, usiyaone. Maana siku zinakuja ambapo maadui wako watakuzungushia ukuta, watakuzingira na kukuvamia kutoka pande zote. Watakuangamiza humo wewe na watoto wako. Hawatakuachia hata jiwe moja likisimama juu ya jiwe jingine, kwa sababu hukuutambua wakati uliofaa. Hekalu takatifu la Yerusalemu lilikuwa limefanywa soko badala ya kuwa mahali pa kuabudia. Nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala, lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wezi. Mzuieni! Mzuieni!
Nafahamu watu wengi wanafikiri kuwa yeye ni mfalme. Mfalme? Mfalme wa maskini, waombaji, makahaba na wevi. Tuliona watu kama hawa huja wakajidai na mwishowe wakasahauliwa. Huoni lakini watu wanazidi kumfuata kila siku, wanampenda na nafikiri ni mfalme. Na kuadharisha, ikiwa mtu huyu atahatarisha amani, basi nitakuomba msaada wako. Pengine asemayo ni kweli. Inafaa tumkabili Mgalilaya. Lakini kadri alivyozidi kuwashambulia wale waalimu wa sheria na wafarisayo wanafiki, ndivyo wafuasi wake walivyozidi kuongezeka miongoni mwa Wayahudi. Wakati mmoja hekaluni, Yesu alimwona mama mmoja mjane na maskini akitoa sadaka yake ya sarafu 2 ndogo. Nawaambieni kweli, mama huyu mjane ametia zaidi katika hazina kuliko wengine wote. Kwa maana wengine wote wametoa zawadi zao kutokana na ziada ya utajiri wao, lakini huyu mama, ingawa ni maskini, ametoa hata kile alichohitaji kwa kuishi. Tuambie, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Ni nani aliyekupa mamlaka haya? Na mimi nitawaulizeni swali. Niambieni, mamlaka ya Yohana ya kubatiza yalitoka kwa Mungu au kwa binadamu? Tuseme nini? Tukisema yalitoka kwa Mungu, yeye atatuuliza, mbona basi hamkusadiki? Na tukisema kuwa yanatoka kwa binadamu, watu wote hapa watatupiga mawe. Wote hawa wanaamini kuwa Yohana alikuwa nabii. Hatujui hayo mamlaka yalitoka wapi. Nami pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Mtu mmoja alilima shamba la mizabibu, akalikodisha kwa wakulima, kisha akaenda nchi ya mbali, akakaa huko kwa muda mrefu. Wakati wa mavuno, huyo mtu alimtuma mtumishi wake kwa wale wakulima akachukue sehemu ya matunda ya shamba lake. Lakini wale wakulima wakampiga huyo mtumishi na kumrudisha mikono mitupu. Yule bwana akamtuma mtumishi mwingine, lakini hao wakampiga huyo vile vile na akamtendea vibaya, wakamrudisha mikono mitupu. Akamtuma watatu. Huyo naye baada ya kuumizwa wakamfukuza. Yule mwenye shamba akawaza, akasema, nitafanya nini? Nitamtuma mwanangu mpendwa, huenda wakamheshimu. Lakini wale wakulima walipomwona tu wakasemezana, huyu ndiye atakayerithi shamba hili, basi tumuue ili urithi wake uwe wetu. Basi wakamtoa nje ya lile shamba la mizabibu wakamuua. Sasa yule mwenye shamba atafanya nini na hawa wakulima? Atakuja kuwaangamiza wakulima hao na atawapa wakulima wengine hilo shamba la mizabibu. Je, maandiko haya matakatifu yana maana gani? Jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe la msingi. Mtu yeyote akianguka juu ya jiwe hilo atavunjika, na likimwangukia yeyote litamsaga kabisa. Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli. Tunajua kwamba wewe huna ubaguzi, lakini wewe wafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu. Basi tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la. Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. Je, sura na chapa hii ni ya nani? Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari, na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Basi sikukuu ya mikate isiyochachwa ikafika, yani Pasaka. Naye Yesu akawatuma Simeon, Petro na Yohana
mapema kuandaa karamu ya Pasaka. Nimetamani kwa hamu kubwa kuila karamu hii ya Pasaka pamoja nanyi kabla ya kuteswa kwangu. Maana nawaambieni, sitaila tena hadi hapo itakapokamilika katika ufalme wa Mungu. Ninakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, mfalme wa mbingu na nchi, utupae matunda ya mzabibu. Pokeeni hiki mnywe wote. Kwa maana nawaambieni, sitakunywa divai hii tena mpaka ufalme wa Mungu utakapokuja. Ninakushukuru Mwenyezi Mungu wetu, mfalme wa mbingu na nchi, utupae chakula chetu. Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Lakini hata hivyo, yule atakayenisaliti yuko nami hapa mezani. Kweli mwana wa Adamu anakwenda zake kuuawa kama Mungu alivyokusudia. Lakini ole wake mtu yule atakayemsaliti. Haiwezekani. Ni nani msaliti Bwana? Yule aliye mkubwa kati yenu ni lazima awe kama aliye mdogo zaidi kuliko wote. Na kiongozi lazima awe kama mtumishi. Kwa maana ni nani aliye mkubwa, yule anayeketi mezani kwa chakula ama yule anayetumikia? Bila shaka ni yule anayeketi mezani kwa chakula. Ijapokuwa hivyo, mimi nipo kati yenu kama mtumishi. Ninyi mmekuwa nami wakati wote wa majaribu yangu, na kama vile baba yangu aliponikabidhi ufalme, vivyo hivyo nami nitawakabidhi ninyi utawala. Mtakula na kunywa mezani pangu katika ufalme wangu, na mtaketi katika viti vya enzi kuyahukumu makabila 12 ya Israeli. Basi hakuna msaliti? Simeoni, sikiliza. Shetani ameruhusiwa kuwajaribu nyote apate kuwapepeta kama mtu anayepepeta ngano. Lakini mimi nimekuombea ili imani yako isipungue. Nawe utakaponirudia, watie moyo ndugu zako. Bwana, mimi niko tayari kwenda pamoja nawe gerezani na hata kufa pamoja nawe. Petro, nakwambia, jogoo hatawika leo usiku kabla hujanikana mara 3. Wakati nilipowatuma bila mfuko wa fedha wala mkoba wala viatu, mlipungukiwa na chochote? La, hata kidogo. Lakini sasa yule aliye na mfuko wa fedha au chukue, na aliye na mkoba hali kadhalika, na yeyote asiye na upanga auze koti lake anunue mmoja. Maana maneno ya maandiko matakatifu yasema, amewekwa pamoja na wenye dhambi na ni lazima yatimie. Bwana, tazama. Hapa kuna panga 2.
Baraza la wazee wa dini likakutana kutafuta njia ya kumuua Yesu. Basi shetani akamwingia Yuda aliyeitwa Iskarioti, mmoja wa wale 12. Akajadiliana na wazee jinsi atakavyomkabidhi Yesu kwao. Yesu akatoka Yerusalemu, akaenda katika mlima wa Mizeituni kusali. Alipofika huko, akawaambia wanafunzi wake, salini msije mkaingia majaribuni. Yuda Iskarioti alimsaliti Yesu kwa malipo ya vipande 30 tu vya fedha. Yesu alijua kwamba wakati wa kifo chake kwa ajili ya dhambi za binadamu unawadia, akasali. Baba, kama wapenda, ukiondoe kwangu kikombe hiki cha mateso. Hata hivyo, mapenzi yako yatimizwe, wala sio yangu. Hapo malaika kutoka mbinguni akamtokea ili kumtia moyo. Na jasho kama matone ya damu likamtoka, likatiririka mpaka chini. Mbona mnalala? Amkeni msali ili msiingie majaribio. Unamsaliti mwana wa Adamu kwa kumbusu. Bwana, tutumie panga zetu. Haya, mkamateni. Yatosha. Mnadhani mimi ni mhalifu hata mkanijia na panga na marungu? Ilikuwa pamoja nanyi kila siku hekaluni na hamkunitia nguvuni. Lakini huu ndio wakati wenu hasa, ndio wakati wa utawala wa shetani. Wanafunzi wake wakaanza kujificha gizani, wakamwacha. Kamateni! Mlinde vyema. Askari walimchukua hadi uwani, wakamdhihaki wakimwita mfalme wa Wayahudi. Huyu pia alikuwa pamoja na Yesu. We, mimi hata simjui. Niliwaona pamoja.
Mtumishi wako wanyenyekevu. Unasikiaje ukimnyenyekea mtu mwingine? Wewe pia ni mmoja wao. Hata mimi si mmoja wao. Hapana shaka huyu alikuwa pamoja naye, kwa maana yeye pia ni Mgalilaya. Nenda zako huko. Sijui hata unachosema. Hapo Yesu akageuka na kumtazama Petro. Ndipo Petro akakumbuka yale aliyokuwa ameambiwa na Bwana. Leo kabla jogoo hajawika utanikana mara 3. Bwana, nisamehe. Nasikitika. Ninakupenda. Nisamehe. Ni nani aliyekupiga? Hebu tuambie. Bashiri, ni nani atakayokupiga baadaye? Acheni! Mwacheni ninasema. Mleteni mbele ya baraza. Nenda haraka. Yesu akaletwa mbele ya baraza la wazee wa dini kuhojiwa. Tuambie, je, wewe ndiye Masihi? Hata kama nikiwaambieni hamtanisadiki. Na hata kama nikiwaulizeni swali hamtanijibu. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu ataketi upande wa kulia wa Mungu mwenye nguvu. Ndiyo kusema wewe ni mwana wa Mungu, sio? Ndiyo, mimi ndiye. Sisi wenyewe tumesikia alivyosema. Tutampeleka kwa Pilato. Ndio, tumuondoeni huyu. Nenda. Wakampeleka Yesu mbele ya Pontio Pilato, gavana aliyekuwa katili zaidi ya magavana wa Kiroma, aliyeidhinisha kusulubiwa kwa maelfu. Na nyinyi mnataka nini hapa asubuhi yote hii? Tulimkuta mtu huyu akiwapotosha watu wetu. Alisababisha ghasia katika soko hekaluni. Adhabu yake itakuwa ipi? Hukumu. Sioni sababu ya kumhukumu mtu huyu. Ana hatia. Amewaambia watu wasilipe kodi kwa Kaisari. Tena anajiita ati yeye ni Masihi, mfalme. Mfalme? Ndiye mfalme wa Wayahudi? Ndiyo.
Mimi ndimi. Alianza Galilaya na sasa amekuja hapa. Galilaya? Je, mtu huyu ni mwenyeji wa Galilaya? Kama ni hivyo basi mpelekeni kwa mfalme Herode. Si bado yuko hapa Yerusalemu, sivyo? Mpelekeni kwa mfalme Herode. Ati unasema wewe ni nani? Ni kina nani wale unaowaita wafuasi wako? Wengi wanasema kuwa unaweza kufanya miujiza. Hebu nifanyie mmoja. Bwana wangu amekuwa akiwapotosha watu wote. Anajiita mfalme. Mtu huyo? Mfalme? Mtukufu. Mchapeni barabara. Mrudisheni kwa Pilato. Hili ni jimbo lake. Ni dhahiri kwamba mtu huyu hakufanya chochote kinachostahili adhabu ya kifo. Kwa hivyo nitaamuru wapigwe viboko tu, alafu nitamwachilia. Inakulazimu kutufungulia mfungwa mmoja katika sikukuu hii. Tufungulie Baraba, lakini muondoshe huyu. Ndio, tupe Baraba. Msuluhisha huyu. Wewe, mchapeni. Lakini wao wakaendelea kupiga kelele kwa nguvu zao zote, Yesu asulubiwe. Basi Pilato akaamua kumhukumu Yesu auawe. Akawafungulia Baraba, yule waliyemtaka, ambaye alikuwa ametiwa gerezani kwa sababu ya kuasi na kuua. Akamtoa Yesu kwao wamsulubishe.
wakamwamuru mtu mmoja jina lake Simeoni wa Kirene aubebe msalaba wa Yesu. Tunakusikitikia Bwana, tunakulilia. Kunywa haya. Kunywa Bwana. Enyi akina mama wa Yerusalemu, msinililie mimi, ila lieni kwa ajili yenu wenyewe na kwa ajili ya watoto wenu. Kwa maana kama watu watautendea mti mbichi namna hii, itakuwaje kwa mti mkavu? Mungu na akusaidie, tunakuombea. Baba, wasamehe kwa kuwa hawajui wanalofanya. Kwa wengine sasa najua
mwenyewe kama kweli wewe ndiye Masihi. Ndiyo, shuka kutoka msalabani, tuonyeshe baadhi ya miujiza yako. Hivyo Yesu akasulubiwa katikati ya wahalifu wawili. Unabii ukakamilika. Hii si nguo ya kawaida. Kisha askari wakagawa mavazi yake kwa kuyapigia kura. Wakaweka maandishi haya juu yake: huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Yokoe mwenyewe kama wewe ni mfalme wa Wayahudi. Si kweli kwamba wewe ndiye Masihi? Jiokoe mwenyewe na sisi pia. Wewe umwogopi Mungu? Amepewa adhabu kama yako, ingawa yeye hakufanya chochote kibaya. Yesu, unikumbuke wakati utakaporudi katika ufalme wako. Nakwambia kwa hakika leo utakuwa nami mahali pema peponi. Ilikuwa yapata saa 6 mchana na giza likaivamia nchi yote kwa masaa 3 mpaka saa 9. Pazia lililokuwa limetundikwa hekaluni likapasuka katikati. Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu.
Hapo yule mkuu wa askari alipoona yaliyotukia, akamsifu Mungu akisema, hakika mtu huyu alikuwa mwema. Yusufu, mwenyeji wa Arimataya, mtu mwema na aliyeheshimika na mmoja wa halmashauri ya baraza kuu la Wayahudi, hakuwa amekubaliana nao katika kitendo chao. Yeye alimwomba Pilato amruhusu akauweke mwili wake katika kaburi kabla siku ya kuabudu kuanza, jua lilipotua. Tuwe radhi, tunaufuata mwili wa Bwana wetu. Mnakaribishwa nyote, lakini harakisheni, Sabato inakaribia. Jumapili alfajiri na mapema walikwenda kaburini wakichukua manukato waliokwisha tayarisha. Na kumbe wakalikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi. Na walipoingia ndani, mwili wa Bwana Yesu hawakuuona. Kwa nini mnamtafuta aliye hai kati ya waliokufa? Hayuko hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyowaambieni alipokuwa kule Galilaya, ni lazima mwana wa Adamu atolewe kwa watu waovu, nao watamsulubisha, na siku ya tatu atafufuka. Vingirishwa mbali. Tukaingia, lakini mwili wa Bwana wetu haukuwamo. Ati nini? Hauko? Na watu, malaika wawili waliong'aa kama jua wakatutokea, wakatuambia, kwa nini mnatafuta aliye hai kati ya waliokufa? Ni kweli. Tusadikini. Nenda ukajionee mwenyewe, Bwana wetu hakuwemo. Petro, lazima utusadiki.
Yesu aliwatokea wawili kati ya wanafunzi wake. Wakarudi Yerusalemu kwa furaha, wakawaambia wale wengine, hakika Bwana amefufuka. Na walipokuwa wakiwaambia hayo, Yesu mwenyewe akajiunga nao. Amani iwe nanyi. Kwa nini mnafadhaika? Kwa nini mna mashaka mioyoni mwenu? Angalieni mikono na miguu yangu, ya kwamba ni mimi mwenyewe. Nipapaseni muhakikishe, maana mzimu hauna mwili na mifupa kama mimi mnionavyo. Hii ndiyo maana ya mambo niliyowaambieni nilipokuwa bado pamoja nanyi, kwamba ilikuwa lazima kukamilisha yote yaliyoandikwa kunihusu mimi katika sheria za kidini za Kiyahudi na katika vitabu vya manabii. Imeandikwa, Masihi atateseka na siku ya tatu atafufuka kutoka wafu. Pia ni lazima kwa jina lake kuhubiri habari ya kutubu na kuondolewa dhambi ihubiriwe katika jina lake kwa mataifa yote, kuanzia na Yerusalemu. Ninyi ni mashahidi wa mambo hayo, nami mwenyewe nitawaleteni yule ambaye Baba aliahidi kumtuma. Lakini ngojeni huko mjini Yerusalemu mpaka mtakapopewa ile nguvu kutoka juu. Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda. Mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi. Kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa, muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen. Kaburi ambamo mwili wa Bwana Yesu uliwekwa ni tupu. Siku 3 baada ya kusulubiwa, alifufuka kutoka kwa wafu. Yu hai. Yu hai. Anataka kuingia maishani mwako. Yesu mwenyewe alisema, mimi ndimi ufufuo na uzima. Anayeniamini mimi hata akifa ataishi. Imepita karibu miaka 2000 tangu Yesu afufuke kutoka kwa wafu, na bado anaishi hata leo, na ndiye mwenye mvuto mkubwa juu ya maisha ya watu kuliko yoyote mwingine. Watu mashuhuri wa karne zilizopita walikuja na wakapita. Watawala, wanavyuo, wanasayansi, wanafalsafa na wanateolojia walikuja wakapita. Lakini Yesu bado anaishi leo. Ndiye mtu wa kipekee aliyepata kuishi. Kuzaliwa kwake kulikuwa kwa kipekee. Biblia inatueleza kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu. Maisha yake yalikuwa ya kipekee, yalijawa na maajabu yasiyo ya kidunia. Aliishi maisha matakatifu yasiyo na dhambi, aliyefanya miujiza ya ajabu zaidi kuliko mtu yoyote yule aliyepata kuishi. Ujumbe wake ulikuwa wa kipekee, huwapa upendo, msamaha na maisha mapya wale wote ambao wanampokea kama Mwokozi na Bwana wao. Popote ambapo ujumbe wake umefika, umesababisha maisha mapya, matumaini mapya na maana mpya katika maisha. Kifo chake msalabani kilikuwa cha kipekee. Miaka 2000 iliyopita, Mungu wa mbingu na nchi alimtuma mwanawe wa pekee Yesu Kristo ili asulubiwe kwa ajili ya dhambi za watu wote.
alikufa kwa ajili yako. Kufufuka kwake kulikuwa kwa kipekee. Siku 3 baada ya kufa, tukio la kusangaza zaidi katika historia lilitokea. Yesu alifufuka kutoka kwa wafu. Kuzaliwa kwake, maisha yake, kifo chake na kufufuka kwake, vyote vinathibitisha alivyodai Yesu kwamba yeye ni mwana wa Mungu, mwokozi wa wanadamu wote. Yesu Kristo huyo huyo yu hai leo. Anataka kuingia maishani mwako, akusamehe dhambi zako na kukupa nguvu za kuishi maisha tele na makamilifu. Sikiliza maneno yake. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mimi ndimi njia, ukweli na uzima. Hakuna awezaye kwenda kwa Baba ila kwa kupitia kwangu. Biblia inasema, watu wote wametenda dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Pia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni kifo, lakini zawadi anayotoa Mungu ni uzima wa milele katika kuungana na Kristo Yesu, Bwana wetu. Yesu alipokufa alilipa deni la dhambi zako. Hivi sasa yu tayari kuja maishani mwako. Sikiliza, mimi nasimama mlangoni na kubisha hodi. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake. Ukitaka kupata upendo wake na msamaha ili upate uzima wa milele, ni lazima umpokee yeye kama sadaka ya Mungu kwa ajili ya dhambi zako na umkaribishe maishani mwako kwa imani. Kama moyo wako una hamu na hayo, unaweza kusali sala ya imani, naye Yesu Kristo atakuja maishani mwako. Hii ni sala unayoweza kutumia. Kwanza nisikilize mimi. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Ikiwa sala hii inalingana na ombi la moyo wako, basi iseme sasa hivi hapo ulipo. Sali kimoyomoyo wakati ninapoirudia tena fungu moja moja. Bwana Yesu, ninakuhitaji. Ninakushukuru kwa vile ambavyo ulizifia dhambi zangu msalabani. Na ufungua mlango wa maisha yangu na kukupokea uwe Bwana na Mwokozi wangu. Yatawale maisha yangu. Nifanye niwe jinsi wewe utakavyo niwe. Amen. Sasa, kwa vile ambavyo umesali sala hii ya imani na kumkaribisha Yesu Kristo aje maishani mwako, jua hakika kwamba ameshakuja, kwa sababu aliahidi atakuja iwapo tutamuomba. Pia unahakikishiwa ya kwamba umesamehewa dhambi zako, umwana wa Mungu na umepata uzima wa milele. Ikiwa unataka kuishi maisha makamilifu na tele aliyoyaahidi Yesu, zungumza naye kila siku katika sala. Igundue mipango maalumu aliyoyapangia maisha yako kwa kuyasoma maandiko matakatifu. Pia jiunge na kujumuika na wale wengine wampendao na kumfuata. Sitakuacha kamwe wala sitakutupa. Nami nipo pamoja nanyi siku zote. Naam, mpaka mwisho wa nyakati.